Beautiful people, mambo vipi? So in today class tutaenda kuwafundisha namna ya kutengeneza tangazo la biashara kwa urahisi kabisa. So nitaenda chap kidogo, hakikisha unanisikiliza kwa makini. So kitu cha kwanza, as usual, tutaenda kwenye ofisi yetu, application yetu Pixel Lab. Then at first ukifungua Pixel Lab yako, ngoja naonyesha itakavyokuwa. At first ukifungua itakuja kitu kama hichi. Kitu cha kwanza kabisa unataka ukifanya, utakuja hapa hii sehemu ya hapa chini, ni sehemu ya 4 hapa chini kabisa huku. Uta click hapo, then utakuja kwenye image size. Hapa utaongeza, utaweka kama 5000. Hii tunaweka hivi ili kuongeza quality ya picha zetu. Kwa hiyo nitaweka 5000 kwa 5000, then nitaweka okay. Hiyo ina depend na nini aspect ratio unazotaka tangazo lako liwe nazo, urefu uwe sawa au vipi. So hapa nataka tengeneze tangazo simple tu la products za Forever. Tengia gallery hapo juu. Kitu cha kwanza nitakachokifanya hapa, nitakuja hapa juu kwenye jumlisha, alama ya jumlisha upande wa kushoto hapo juu, nitaibonyeza, then nitaingia from gallery ili kuweka picha zangu ninazozitaka. Nitachukua picha yangu hiyo, unaweza kwa hadi moja moja. Kwa nitachukua hiyo ya kwanza, hadi ya pili, na itaka ipi hadi hiyo, then hadi nyingine. Kwa hivyo na hadi picha ambazo unazitaka za product zako. Kuhusu namna ya kudownload picha hivi ziwe PNG ambazo zina background, nitawaelekeza katika video ijayo, so hakikisha ukosi. Nitachukua hiyo. Kwa hivyo na hadi picha ambazo nataka ziwepo, product zako ambazo nataka ziweko hapo. Another one, hadi hiyo. Good. So kama hii yenye background ni rahisi, naweza nikitaka kuitoa background nitaenda mtandaoni, of which hii sitoizungumzia sasa hivi, so nitaitoa, nitaelekeza next time katika video ya kutoa background. Kwa hapa unaweza ukatoa but kwa picha kama ipo complicated kidogo, sababu product yetu ni nyeupe na background ni nyeupe. Kwa nikija hapa kwenye erase color nikachagua hiyo ya nyuma, unaona kidogo inatoka, but hata product yenyewe unaona inakuwa kama inafifia, kwa sababu inachokifanya inatoa rangi nyeupe. Unapozidisha mwisho siku rangi nyeupe yote inatoka, of which hatutaki, so nitaelekeza next time. Kwa hii hatutoitumia, so tunatumia product hizi hapa. So nitazipunguza ukubwa, na maana nitaishika, nita decrease hapa. Kama hii nataka hii nipunguze ukubwa, kuna hii upande wa kulia hapa chini kuna sehemu dunguli kubwa ili, kwa ukishikilia uta adjust mwenyewe kuongeza na kupunguza ukubwa. So nitaweka hiyo hapo, nadhani ipo sawa. Hii new text nitaitoa kwanza, nita delete. Okay, good. Nataka ikae hapa juu upande wa kulia hapa juu kuna sehemu ya layer. Ukaona hapa ya utaklik hapo, utachagua ipi ikae mbele, ipi ikae nyuma, kama hivyo. So hii itakaa pale, hii itakaa hapo, huyu atakuja hapa, hii hapa nataka ije ikae wapi, itakaa poa, ngoja ikae upande wa huku. Kubwa kidogo, hii rudi nyuma, ndani hapo fresh inaonekana. Kwa hivyo hapa ninachokifanya, najaribu kuweka, nizipangilie tu vizuri product zangu zionekane fresh. So utakaa hapo wewe, nakupunguza kidogo mlingane. Kwa kitu kama
hicho hapo nataka, then nitazichukua hizi zote, kitu kama hicho hapo. So nitakachokifanya hapa, nataka zote kama object moja, nitaziselect hapa. Okay, slowly nitabonyeza hapa juu upande wa kulia kwenye vibox, then nitakuja hapa chini kwenye tiki na alama ya tiki na kosa upande wa kushoto chini, nita click, then nitatiki vibox vyote, then nita merge hapa katikati hapo. Umeona hii hapo ni sehemu ya ku merge, au you want to merge the selected object, nitabonyeza okay. So umeona hapo inakuwa chote ni kitu kimoja. So kinachofuatia hapa, tutapunguza kidogo kubwa zikae katikati hapo, then tutakuja upande wa chini kabisa hapa, hiki kidude cha 4 hapa, ni hiki kinahusu masuala mazima ya edit background. So nataka color ya nyuma hapo nibadilishe, nitaingia sehemu ya gradient, nataka hiyo hapo ikae hiyo, chagua hapo. So then kinachofuatia hapa, nataka nitengeneze kama nini, yani effect fulani hivi kama kioo chini. So nita copy hii, then nitaigeuza kama hivyo, then nachokifanya hapa, tutakuja kwenye rotate, nitakuja hapa 3D rotate, nita rotate in x axis kama hivyo, then okay, naona hapa inapishana kidogo, nimesahau kitu, nimezimerge zote kwa pamoja. Okay, warudi nyuma kidogo hapa juu upande wa kulia, upande wa kushoto juu hapa, unaona kuna alama ya back. Kwa hiyo ni kurudi nyuma, hata nirudi nyuma mpaka sema ambapo sija merge zote. Kwa hapa tazishikilia tu zote, tazitiki, then takuja hapa kidude cha pili hiki, tazishikilia tu kwa pamoja niweze kuzimove zikae katikati hapo. Hapa kila kitu kipo separate, bado sijazimerge, kwa nimeweka katikati. Okay, then nitabadilisha background color, nitachagua hii hapo, then nitakuja lock baadhi na dili na moja moja, nitaifungua ya juu kabisa ambayo ni hii hapo, nitakuja hapa katikati, nitaitoa copy, nitaigeuza kama hivi, then nitaiweka hapa chini ili kutengeneza effect kama ya nini kama kioo fulani hivi. Okay, so itaka kwa nyuma hapo, then takuja kwenye 3D rotate ili tuweke uhalisia hapo iko poa, naona. So nachokuja kukifanya hapa, nitakuja taka fade kidogo hapo, nitakuja erase, nitakuja hapa, nitaikuza, nitaiweka hivyo, then nitaongeza, then nitaanza kuifuta hapa pole pole. Hapo nadhani kupoa. So taka hapo, then hapa nitapunguza opacity kidogo, something like that. Kama unavyoona tayari kwa mbali, naona kama vile ni kioo fulani hivi, hiyo surface hapo chini. So nafanya hivyo kwa product zote, then nitazilock hapo, nitakuja nitaifungua hii upande wa kulia huku, nitaifungua hapo, then nitaitoa copy, nitairotate kama hapo, nitaiweka chini hapa, nitarudisha nyuma ya hiyo itakaa hapo. As usual, nitakuja sema erase, nitaongeza ukubwa, nitaongeza na hiyo huku ili isifute mazima kabisa, hiyo inafutika kama inapotea hivi. So
hapo iko poa. Then tutapunguza opacity. Hapo fresh, punguza opacity kidogo. Yes, 9, I think iko poa hapo. Najaribu kuicheki. Okay, tailoki. Ngoja nisogeze kidogo. Somewhere hapo. Yeah. Okay, taloki na hiyo. Then takuja hizi upande wa huku, same thing, nafanya vile vile. Nitatoa loki, nitatoa copy. Okay, kuna kitu nimenotice hapa. Hii hapa day rotate hivi kupe uhalisia kidogo. Naona maneno yamepishana. Ya hapo uhakika sasa. Ya hapo uhakika uhalisia upo. Then hapa tumeshaitoa copy hapo. Tailoki hii nitaileta nyuma yake hapa. Yeah. Then taigeuza, tairotate. Sasa hii nikiweka hapa chini, unaona sababu zimepishana kidogo, haito itakuwa hapa. Nitatoa copy nyingine, then hii moja hapo nitaifuta. Tafutani upande product moja hapo hapa, itabidi niifute ili nipate kivuli ya ile reflection ya kitu kimoja tu. So unaweza ku download separate kwa utangaa mwenyewe picha download vipi. Oya ndani hapo fresh kwa badali na kivuli cha product moja hapa. Still bado kuna kitu upande hapo, ngoja tufute hapa. Nitaufuta kwa kutumia object. Okay, shapes hapa, nitakuja shape. Nitaweka tiki, nitaikuza hii object hapa, nataka ikae somewhere hapa ili ije iwe object iwe, I mean ifute kipande cha product nyingine hapa hadi hapo. Then product hapa tutawekea rangi ambazo hazipo kwenye hiyo nini product ya blue hapo. So nitachagua labda rangi kama nyekundu, then nitazimerge. Tutachukua hiyo pamoja na nipi hapa, nadhani hii hapa nitaitiki, then nitazimerge. Okay, nishaziunganisha, imekuwa kitu kimoja. Nitakuja kwenye ColorLS, nitafuta, nitachagua hapa kwenye dropper. Umeona kialama cha dropper, nitaweka kwenye nyekundu, nitatia tiki, nitaongeza kidogo somewhere hapo. Yeah. So nitapunguza hapa, hii nitaiweka chini hapa. Okay, then as usual nitakuja sehemu ya eraser, nitaongeza hiyo na hiyo na hapa chini kwa ajili ya mshikio, then nita click sehemu yoyote, nitaanza kufuta huku chini. Nitafuta. Hii nyekundu sihangaiki nao sababu hii ishatoka, tuisha erase. Kwa nadhani somewhere hapo imekaa poa, nitatia tiki. Then as usual tutakuja upande wa opacity, tutapunguza kidogo hadi hapo. Tutakuja na hii procedure ni zile
Alright, nitakuja hapa reza taikuza hapa na hapa na kavu, so nitaifuta hii ya upande wa huku. Hapo najaribu hapa ku haya. Okay, unaweza kufuta hivyo, unaweza kurudi nyuma kama umekosea. Okay, haya. Kichobaki ngoja nikimalizie kwenye object pale, au ngoja tuone kama sorry, ngoja ni loki shalo. Haya, ngoja nione kama itafia hapa. Ngoja nifute pia, niongeze na hapa tufute. Natumia ile ambayo kidogo inapausha, kwa hiyo itaonekana kama haitokula ni pakubwa, kwa hivyo itakuwa nadhani hapo poa. So nitaiweka chini hapa, nitairudisha nyuma, ika nyuma hiyo product hapo somewhere hapo. Then nitakuja kwenye kufuta tena, nitaziongeza zote mbili, nitaweka mshikio, nitafuta, nafuta. Nadhani hapo fresh, nitaweka tiki. Okay, nimekosea kufuta. Okay, ngoja turudi nyuma, back. Alright, nabidi nifute juu, kwa nimefuta chini, ngoja nifute juu. Naongeza hapo, nakuja naongeza na hapa, naweka mshikio. So tunafuta huku juu, mimi nifuta chini mwanzo. So nafuta hadi somewhere hapo, nitaweka tiki. Then nitakuja hapa, tutaiweka hapo So nitakuja kwenye opacity, nimepunguza opacity hadi somewhere 40 hapo fresh. So unaona kuna kama effect fulani kama kio fulani hapa chini. So kinachofuatia nitaweka shadow kwa hizo object nyingine ambazo zina shadow chini. So shadow nitawekaje? Nitakuja hapa kwenye draw. Okay, pen size taongeza, na hiyo uangalia blur radius na kitu kama hicho. So hizi ngengo nizifute kwanza. So nachokitaka kama nitachagua rangi nyeusi, nita click mara moja kama hivyo, then nitaweka tiki. So hapa nitaikuza tu hii, na maana hii itakuwa inakaa chini ya product. Kwa unaanza na hii ya kids hapa kama unavyoona hapo, naweka shadow. Umeona inaele kama uhalisia fulani, kitu kipo kwa chini hivi. So hii shadow nitaitoa copy, sehemu ya copy hapa, nitaweka na hizi products nyingine pia. Kwa hii ya huku ngoja tuiloki kabisa, nitailoki hapo ili isitusumbue. Then ya huku pia nitaitanua ifiti hiyo product hapo, then nakuja naiweka nyuma hiyo product. Watu loki na hivi vingine visitusumbue, tubaki na shadow tu ndio ina move.
Yeah, so itakaa somewhere hapo kama unavyoona, inaonekana kama kitu kipo kimetulia kwa chini. Nitatoa copy tena, hii nitailock ambayo tumeshaiweka fresh. Nitaiseti hii hapa, itakuja product ya nyuma nyingine, kwa hiyo itakaa somewhere hapa. Yeah, kwa nitailock na yenyewe. So mpaka sasa hivi unaona na kitu kama hicho hapo, kina uhalisia fulani hivi kama unavyoona. So kinachofuatia hapa sasa, nadhani naweza nika merge vitu hapa. Yeah, cause naona kila kitu kiko fresh. So basi nakuja hapa, cha kwanza nita save ili in case nikitaka kurudi hapa narudi. So nita save as a project. Kwa utachagua mwenye jina la kuweka project 1, okay. Then nitakuja hapa naweka tiki zote sitaki, naweka tiki zote tiki zote, then nitaweka tiki tiki zote, then nakuja kwenye marriage hapo nitaweka okay. Voila, tunaona hapo chote hichi ni kitu kimoja. So naweza sasa nikapunguza size kidogo nikaviweka hapo. Yeah, then nataka niweke effect fulani hivi, kama tuweke surface fulani. Okay, so ninachokifanya nitakuja hapa nitachukua hii nitaiweka hapa chini, then nitakuja kwenye color, nitakuja hapa kwenye dropper, nitachagua hii rangi nitaiweka hapo. Then sasa hii rangi kidogo nitaweka ifie kidogo, something like that. Hii itakaa nyuma kabisa. Yeah, kitu kama hicho hapo hicho. Yeah, then nitakuja kwenye nitaihold object, nitakuja kwenye eraser, nitaikuza hiyo ya kwanza na hii ya pili, then nitaweka hiyo, alafu nitafuta huku juu pop ya tiki. Yeah, umeona inakuwa na effect fulani hivi amazing, kama surface fulani. Yeah, so what next inachofuatia hapa ndani hapa kupoa. So kinachofuatia hapa, ngoja nikuze kidogo hizi product hapo. Kwa unaweza ukachagua pia ukaziweka bidhaa kama zikawekwa pembeni hapa au zikae hapo katikati. Wewe mwenyewe utaangalia namna gani uweke mambo yakae fresh. So mimi nataka zikae hapa, nitaweka hapo. Basi kama unavyoona na product zangu zimekaa fresh na surface fresh, reflection fulani hivi amazing hivyo. So kitu ambacho naweza kuongezea labda ni kama ni majina product nini, namba za simu hapo, kwa unaweza kaweka hapo pap. Hii nitabadilisha rangi, kaweka rangi unayoitaka, labda kitu kama hiyo. Nitachagua rangi hiyo. Let's add more creativity, okay? So nakuja hapa nitachagua size nini, nitachagua hii box, nitaikuza kidogo kama hivyo, then ikishakuwa hivyo nitaipunguza kidogo hapo. Sasa hapa nitakopi hii, nitakuja kwenye edit hapa, nitachagua circle, then nita click okay. Nitabadilisha rangi ya kimoja wapo, hii itakuwa black. Yeah, then hii kubwa kidogo, kwa tuiweke ikae hivi. Nataka nikate kipande fulani vya kitu kama hicho hapo. So nazimerge hizi mbili, okay. Then
nitakuja hapa, nita erase color, natoa hii nyeusi, itabaki nyeupe, nitaongeza hapo, then nitakuja sasa hapa, nitaiweka ikae hapa, naikuza ikae kama hivi. Yeah, taka nitengeneze kitu fulani. Yeah, hii ikae hapa, then nitatoa copy tena hii object ikae hapa, copy, nitaigeuza, rotate, nitageukia huku, nita click OK, then nitaiweka hapa. Yeah, so hapa sasa nitakachokifanya, nitazimerge hizi mbili iwe kitu kimoja. Okay, nimemerge hapo. Okay, nitaficha hizi layers, then nitakuja kwenye color, nita click, umeona inakuwa kama rangi moja. Yeah, nitachagua hiyo rangi, nitaikuza hiyo, nitaiweka ikae katikati, so nitaishusha hapa. Yeah, hivyo kama tunavyoona. Ngoja tukuze kidogo kama hivyo. Hapa chini nitakuwa na uwezo wa kuandika namba nini. Basi nitakuja hapa, nitaandika labda forever product, forever product, out forever special pack. Ngoja kwanza hiyo forever taishikilia, nitaikuza ukubwa. Hii itakaa kwa nyuma, so unaweza kubadilisha rangi hapa. Then nataka fill hapa, nitaweka stroke, alafu upande wa fill hapa ya naangalia tu namna ya kuweka kitu changu kiwe kinaonekana unyama, yani. Ngoja tutoe stroke. Okay, special, weka okay. Hapa na kwa kupunguza opacity kidogo, nitakuja sehemu ya opacity, nitapunguza taka ikae kama hapo hivi. Dialogi forever hapo, dialogi yani special itakaa hapa, itaitoa copy pack, itakaa hapo, nitaweka okay. Unaweza ukachagua mwenyewe ukabadilisha rangi nini hivyo.
that, unaweza ukaweka bei labda tufanye hii package labda ni 60,000. I'm just guessing bwana, sio kama najua hizi bei no. Ukasema mkajaje hapa bei ndogo au kubwa no. So sijui bei, mi na just trying kuwaelekeza guys namna ya kujitengenezea mwenyewe katangaza kwako simple and clear. Kwa nimeweka bei yangu hapa, ngoja tuweke kialama hiki hapa hiki. Ikae hapa. Yeah. 60,000. Then nitakuja hapa nitatengeneza hii kitu kama hiki hapa kwa ajili ya kuwekea nini hiyo bei. Ngoja tuweke radius. Yeah. Then iko poa. Hii hapa naiwekea rangi nayoitaka. Hii itakaa nyuma ya bei hapa. Switchback 60. Then nakuja hapa taandika labda namba za simu 070687474995. Okay, then tutaiweka hapo. Mwenye rangi za kuiwekea. Okay, naona imeka poa. Namba naziweka hapo. Then takuja hapa from gallery, labda nataka ni add icon ya WhatsApp. Okay, ngoja kwa tuadi na hii logo ya Forever, itakuwa poa zaidi. Yeah, opacity hapana, nitakuja kwenye LS color, nataka nitoe background nyeupe nyuma, so simply like that. Yani kwa una rangi nyeupe tu nyuma inakuwa rahisi, kama kilichopo sio, yani object yako sio rangi nyeupe inakuwa ni rahisi. Okay, logo ya Forever ikae hapa wapi? Au hapa. Yeah, okay. Ikae hapo. Haya, tuje hapa images, faili la icon liko wapi? Faili la icon. Business info. Okay, sorry, natafuta hilo faili la icon. Naona ili hapa business info. WhatsApp yapo, then tai crop. Taka iki alama tu. Taweka tiki, nitakiweka hapa chini kama hivi basi. So namba za mawasiliano hizo hapo. Naweza uka add mahali unapatikana, like location. Icon ya location. Hiyo hapo. Taka hiyo rangi tofauti, kwa unaweza kubadilisha pia rangi. Hii location. Okay. Chagua mwenyewe. For me naeka Temboni Garden.
Temboni. Okay, Kimara, Temboni, Kimara, Temboni. Okay, so tutachagua rangi hapa. Hiyo hapo, so location Kimara, Temboni. Okay, nitaiweka hapa somewhere hapo. Yeah, so simply umeona umetengeneza tu chap chap hapa. Kitu kama hicho hapo, kuna namba za simu hapo, kuna location tulipo, unaweza ukadi mwenyewe contacts mbalimbali ambazo mtu anaweza kupata. Simply like that, una katangazo kako marvelous kabisa, kametulia safi kabisa. Unakuwa una save cost kwa ajili ya graphic designer. Kama ukiwa unahitaji, umeona hujaelewa hapa, una chochote unahitaji, unaweza kuniuliza kwenye comments. Hiyo namba ya WhatsApp hapo ni namba yangu ya WhatsApp, au unaweza ukaja WhatsApp kwa ajili ya maelekezo zaidi, tuweze kuelekezana vizuri zaidi. Kama hujaelewa sehemu yoyote, unaweza ukarequest, bwana nataka uelezee labda video kipande fulani sija kuelewa, kwa nita record then nitaelezea kwa polepole zaidi hivyo. So guys, make sure kama hujaelewa check kwa namba yangu hapo ya WhatsApp, au dondosha comment hapo chini. So hivyo guys, hapa ndo mwisho wa darasa letu. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Thank you so much for watching. I love you all. Peace and out.